Mtu wa Mungu, Bwana Yesu Kristo asifiwe. Natumai kwa mzima. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili ya nafasi hii ambayo amepata kutujalia. Kuna jambo moja tu nataka kusema na wewe asubuhi hii ya leo au siku hii ya leo. Nataka unisikilize kwa makini sana. Ukisoma katika kitabu cha Methali 27 inasema ya kwamba mtu mwema huachia wana wa wanawe urithi. Na nataka nikujulishe kwamba mtu huanza kurithi vitu kutoka katika ulimwengu wa roho. Njia ambazo mzazi alipita, kuna uwezekano mkubwa sana hata mwanaye au binti yake apitie hizo njia. Na sasa iwapo alipita katika njia mbaya, unaona kana kwamba pia watoto kwa asilimia kubwa watapita katika njia mbaya. Maana roho haitafichika, na roho usafiri kizazi baada ya kizazi. Roho usafiri kupitia damu. Baba labda alikuwa mlevi, unapata watoto nao roho ya ulevi imewaingia. Mama alikuwa anapenda kwenda kwa waganga wachawi, unapata binti zake pia vile vile roho hiyo imepata kuwapenya, imeingia. Kwa hivyo mtu mwema huachia wana wa wanawe urithi. Wengine wetu kuna kiwango ambacho tulikuwa labda tunaadhibiwa mpaka tunahisi kana kwamba wazazi wanatuchukia, wazazi hawa watupendi, wanaweza kwa kuadhibu kana kwamba wewe hata sio mwanae. Lakini leo hii ndio tunaona matunda. Walikuwa wanaona mambo ya kesho, Mungu amewafunulia ili sisi tusipotee mapema. Mti lazima ukunjwe kama ungali mbichi. Uweze ukangoja mtu ukauke kisha useme ya kwamba ndaukunja. No. Na ndiposa leo hii watu wengi roho zimepata kuwaingia, wamerithi vitu katika ulimwengu wa roho. Na wengine mliridhishwa vitu na hamjui. Mliridhishwa vitu na mashosho na mababu, watu wa zamani. Lakini siku hii ya leo nataka mtu wa Mungu umgeukie Yesu Kristo, na matendo yako yaambatane na Yesu Kristo. Yesu anasema ya kwamba ukitaka kumfuata yeye lazima ujikane na ubebe msalaba wako wewe mwenyewe, ndiposa uwe mwanafunzi wake. Na ukisoma Mathayo 7:7 inasema ya kwamba aombaye hupewa, abishaye hufunguliwa. Je, unaomba kwa sauti au unaomba kwa imani? Yesu anasema ya kwamba sio kwa sauti, bali ombeni kwa imani. Amen. So asubuhi ya leo, mtu wa Mungu, jitahidi sana watoto wako wasije wakapita maisha yenye wao umepita. Na sisemi ya kwamba sasa kwa sababu ulipita maisha magumu usiwaadhibu watoto wako. Akikosa mpe maonyo na fimbo juu yake. Hapo ndio utakuwa unalainisha maisha ya mwanao, ndio utakuwa unamwandalia maisha bora ya kesho. Heri aone unamchukia leo, lakini kumbe kesho ndiye atajua kweli mama na baba hakika walikuwa wananipenda na hawakutaka nipotee kamwe. Amen. So kwa hivyo jiandae na uandae watoto wako ili wapate kurithi vitu vizuri kutoka kwako. Mtu mwema huachia wana wa wana urithi. Amen. Au mtu mwema aendaye katika njia za unyofu, vile vile wanaye wataenda katika njia za unyofu. Uweze kuwa unamtumikia Mwenyezi Mungu na uniambia kwamba eti watoto wako ni watoto wa mataifa. Hapana. Ina maana ya kwamba wewe ulijikabidhi kwa Mwenyezi Mungu, na wewe haukuwakabidhi watoto wako kwa Mwenyezi Mungu, na ndiposa watakuwa ni watu wa mataifa. Ukiwakabidhi wanao kwa Mungu, hakika na wao watafuata njia hiyo hiyo. Hata leo ukifa, wanajua kwamba baba alituachia Mungu, hakutuachia watu wa mataifa. Shalom, shalom, shalom.